Chifu akamuuliza, mke wangu uko tayari? Madam akajiangalia na kumwambia, kiukweli naumia sana kuchangia kitanda na mwanaume mwingine, sikutarajia kama ingetokea hivi. Nimekuelewa, nashukuru kama umenielewa. Sawa kipenzi. Chifu akamsogelea Maduka na kumwambia, hebu njoo. Alipomsogelea akamwambia, unaweza kwenda kitandani. Madam akawa kama anaogopa vile. Kwa hiyo chifu, nivue suruali niende? Ndiyo nakuruhusu chifu, lakini naufia. Chifu akamwambia, usiogope, we mshughulikie. Maduka akamwambia, chifu, ungeenda nje sasa. Niende nje? Huyu ni mke wangu, natakiwa niwepo. Movie inaanza. Mlembo anamwambia mume wake ambaye ni chifu, ni miaka 6 sasa imepita tangu tuoane, hatujabahatika kupata mtoto, ni jambo linalomuumiza kila siku. Wakakubaliana wakamuone dokta siku inayofuata. Daktari akawaambia, matokeo ya vipimo yanaonyesha huyu madamu hana shida yoyote ya uzazi, lakini tatizo liko kwako. Mimi? Ndiyo wewe chifu. Mimi na tatizo gani? Kutokana na majibu ya vipimo unaonekana una matatizo kwenye mfumo wa uzazi. Ina maana unataka kusema sina uwezo wa kumpa mwanamke mimba? Dokta akamwambia, kiukweli haitowezekana. Waliporudi nyumbani, kuna fundi alikuwa anatoka ndani. Mlinzi Maduka akamuuliza, vipi, ushamaliza kazi yako? Kwa hiyo kila kitu kipo sawa? Ndiyo, kila kitu kipo sawa. Basi naomba nikague begi lako kabla hujaondoka. Kwa nini? Mimi nafanya kazi yangu. Wakawa wanagombana, fundi hataki kukaguliwa. Mlinzi Maduka akamwambia, lazima ukaguliwe. Kelele zikawa nyingi. Chifu akasikia makelele na kuamua kutoka nje. Akamwambia, Maduka, kitu gani kinaendelea? Nimemwambia huyo kijana nikague begi lake, hataki. Maduka, ni utaratibu gani unaozungumzia hapa? Niliyemuita si mimi. Sasa kwa nini unataka kukagua begi lake? Huyo amekuja na kuingia hapa, na mimi utaratibu wangu, mtu akiingia hapa ambaye sio mwanafamilia, akitoka lazima nimkague. Wewe unaongea nini? Kwani mimi ni mara yangu ya kwanza kuingia hapa? Chifu akamwambia, Maduka, iko kitu unachotaka kukifanya sijakipenda, naomba umwache aende. Najua umeniajiri hapa na mimi nafuata maadili ya kazi, hivyo niache nifanye kazi kwa sababu nimepewa kazi yangu kufanya kazi. Maduka, maadili gani unayozungumzia? Maduka kumsikiliza chifu na kuendelea kumkagua kijana. Kijana akawa anagoma, akamlazimisha kwa nguvu. Baada ya kumkagua, wakagundua aliiba pesa pamoja na mikufu ya dhahabu ya mke wa chifu. Chifu akavichukua na kumwambia kijana, na wewe umefanya hivi? Hapana, ni shetani tu. Shetani? Akamwambia, Maduka, mshikilie huyo, haina shida mkuu. Wakati chifu anaingia ndani, kijana akakimbia. Maduka ikabidi amfukuzie. Baada ya siku kadhaa kupita, Maduka akaja na mchumba wake kutoka kijijini, wakasalimiana. Za jioni Maduka akawaambia, nimekuja kuwatambulisha mchumba wangu, amekuja kunitembelea. Ni mchumba wangu, natarajia kumuoa siku zijazo. Naomba ruhusa yenu ya kukaa naye hapa kwa siku chache, kwa sababu madaktari wanasema usipofanya mchezo mbaya kwa siku nyingi unaweza kupata afya ya akili, hivyo wamekuja tusije kuwa machizi, punguze vichupa. Chifu akawakubalia. Maduka na mchumba wake wakaondoka wakiwa na furaha. Usiku chifu amelala, mke wake akawa anasikia miguno ya mapenzi. Mpenzi wake Maduka anapiga kelele za raha tena kwa nguvu. Kelele zilipozidi, chifu akashtuka. Ina maana hizo kelele zinatoka chumba cha Maduka? Akamwambia ndiyo, mchumba wake si amekuja, inabidi wapunguze sauti, sio vizuri. Akamwambia anakandamizwa vizuri, ndio maana anapiga kelele. Akamuuliza, una maana gani kusema anakandamizwa vizuri? Hiyo ndio sababu hasumbue watu wengine? Waache huo upuzi. Chifu akageuka pembeni. Mkewe akasema, hata ningekuwa mimi, mume wangu ananigonga vizuri, lazima nipige kelele, yaani nisikie raha nikae kimya, siwezi wa ujinga. Mke wake akawa anawaza, huyu Maduka lazima atakuwa fundi kitandani, si kwa kumgonga mwanamke hivyo. Sijui ni lini mwanaume alinigonga kama hivi na kupiga kelele, hata sikumbuki mara ya mwisho ni lini. Huyu mwanaume wangu ni mvivu sana, kitandani dakika 5 tu anaema utazani katoka kupanda mlima. Makelele ya Maduka na mpenzi wake yakawa yanazidi. Madamu haelewi afanye nini. Huku chini beki 3 naye kashindwa kuvumilia makelele, akaja mlangoni na kugonga mlango. Maduka asikii, mchumba wake anazidi kupiga kelele, hapo hapo usichomoe, nataka kukojoa. Spidi zikazidi, ikabidi beki 3 aondoke tu. Asubuhi mzee anamwambia, Maduka, jana usiku umefanya vitu vya ovyo sana. Vitu gani hivi? Sawa, siku nyingine kama unanyenduana na mchumba wako, hakikisha kelele hazitoki nje, utaki kumsumbua kila mtu, umenielewa? Nimekuelewa. Ujue wakati nafanya nijue ni sauti ya kawaida tu mkuu, kwa hiyo ukujua kama ni sauti kubwa na kuonya, hii iwe siku ya kwanza na ya mwisho kusikia hizo kelele kwenye hii nyumba. Mchana madamu anatoka, anauliza kitu gani kinaendelea. Huyo mchana nimemwambia nahitaji chakula kwa sababu nina njaa. Madamu hajaniambia kama ana njaa. Wewe ni muongo, unadanganya mpaka sura inaona aibu. Hebu nenda kamletee chakula ale. Unajua ni kazi gani anayofanya humu ndani? Umemwona madamu ananifinya? Hebu weka chakula cha kutosha huko. Madamu akamwangalia Maduka, akashuka na chini. Unaendeleaje? Niko sawa tu. Maduka alipopashika akachanganyikiwa na kuingia ndani. Jioni anarudi kazini, kitini anakutana na mchumba wa Maduka, kavaa nguo za ulinzi. Baada ya kushuka kwenye gari akamuuliza, yuko wapi Maduka? Akamwambia amelala. Kwa hiyo amekwambia ufanye kazi yake? Hapana, alivyopumzika nikaona nimsaidie, maana na mimi ni mchapakazi. Akawa anamwangalia mchumba wake na kujisemea, ina maana huyu ndiye aliyekuwa anapata raha na kupiga kelele jana usiku. Ameamua kumwacha mpenzi wake apumzike, na hii yote kwa sababu anaridhishwa. Ameamua kufanya chochote kwa ajili ya mpenzi wake. Akawa anatamani madam na yeye apelekewe moto na kuamua kuingia ndani. Akamwacha mchumba wake Maduka akiendelea kulinda. Usiku chifu anamwambia amechoka na hatua ya upandikizaji wa mbegu, anahisi atashindwa tena. Mke wake akakaa kwenye kitanda na kumuuliza, unashauri tufanye nini sasa? Ila hatuwezi kuishi maisha yetu yote bila kuwa na watoto. Akamwambia, mbona unaongea kama na mimi sihitaji watoto? Mke wake akamwambia, kama unahisi mbegu zako hazitoweza, kwa nini tusitafute wanaojitolea mbegu? Akamwambia, hapana, hiyo
sio nzuri hata kidogo. Kuchukua mbegu za mtu yoyote tusiyomjua kisa na mbegu. Kama ni mhalifu, mbegu yake itazaa mhalifu. Hivyo ina maana tunaweza kuwa na mtoto mhalifu kwenye hii nyumba. Hilo nimekataa. Kwa nini unasema hivi? Huenda isiwe kweli. Sikuzani kama ungefikiria hivi. Hilo nilitegemea kwa Maduka na sio wewe. Hebu acha kumuingiza huyo. Una matatizo gani wewe? Kwa nini unanilinganisha na Maduka? Sitaki huo upuuzi. Akaondoka zake, akamwacha mke wake kitandani na kwenda sebuleni. Akawa anawaza chifu nini afanye ili kuhakikisha wanakuwa na watoto. Mke wake akamfuata na kumwambia, nisamee mpenzi wangu, nilikuwa najaribu kutafuta ufumbuzi. Chifu akamwambia, mke wangu, hebu kaa kwanza. Alipokaa akamwambia, nafikiri nimepata ufumbuzi. Mke akamwambia, hebu niambie huo ufumbuzi. Akamwambia, nafikiri tunaweza kumtumia Maduka. Akashangaa, Maduka kivipi? Akamwambia, ndiyo, Maduka ni mtu ambaye anaonekana na tabia nzuri na ni jasiri, mwaminifu, ana nidhamu, pia na muonekano mzuri. Nafikiri mbegu zake zitatufaa. Mke wake akashangaa, sijakuelewa, una maana unataka kupandikiza mbegu za Maduka? Chifu akakaa vizuri akamwambia, ninachojaribu kusema, kwa nini usilale naye na kupatia ujauzito? Mke akashangaa, unasemaje? Kwa hiyo unataka mimi nilale na mlinzi wa getini? Sina maana hiyo. Mke wake kawaka, hiyo ni dharau unaoniletea. Jamani, Mungu wangu, inawezekanaje hii? Na kurudi chumbani. Alipoingia chumbani akarudishia mlango na kuegemea na kusema, mama. Akawa anafurahia mpango wake umeenda sawa. Akawa anasema, jamani, Maduka utaniua mie. Akafurahia, akawa anacheza. Akaenda moja kwa moja kwenye kiti na kukaa. Akawa anawaza jinsi atavyopata utamu kutoka kwa Maduka. Chifu alivyoingia akajifanya kanuna, akamwambia, kiukweli umenishangaza sana. Ni shauri gani huo unaotoa? Nilale na getimani? Ndio umefikia hatua hiyo ya kunidharau? Mungu wangu, hebu njoo uone anachonifanyia mume wangu. Chifu akamwambia, sio kwamba nafurahia hili wazo, lakini hii ni njia bora tunayoweza kuifanya kwa sasa. Nadhani umeona matokeo ya hospitali. Hata mimi sifurahii. Itakuwaje kama nitashindwa kutungisha yai tena? Haiwezi kushindikana. Hebu jaribu, achana hayo mawazo negative. Sikiliza kipenzi changu, mimi ninachotaka ufanye kwa vitendo. Unajua nini? Kama utafanya hivi kwa ajili yetu, ninakwenda kukununulia gari unalolipenda. Ndiyo, nitakununulia. Mke akawa anajifanya kama hapendi hivi. Nitakununulia gari, nataka uwe na furaha. Sasa Maduka ataweza kweli kukubali hili? Chifu akamwambia, usijali, hilo niachie mimi. Ikabidi akubali kishingo upande. Kumbe moyoni anafurahia kulala na Maduka. Kesho yake akamwita Maduka na kumwambia, sisi tumekuita hapa kwa sababu kuna kitu tunataka utufanyie. Haina shida, chochote nitafanya. Chifu akamwambia, tutakupatia milioni 10. Maduka akashangaa, na hii ni kama utaweza kumpatia ujauzito mke wangu? Jamani mkuu, hilo sidhani kama nitaweza. Nilale na Mada pia nimpatie ujauzito? Inawezekanaje hii? Mimi ni mfanyakazi mwaminifu, nawezaje kumpatia ujauzito? Mke wa Chifu akamwambia, Chifu, hebu muongeze milioni 2 labda azimtoshe. Chifu akamwambia, tutaongeza milioni 2, zitakuwa milioni 12 ambayo itakusaidia kufungua biashara yoyote na mwanamke wako. Maduka akawa hana la kusema. Madamu akajazia, Maduka, tunaomba utusaidie hili, najua unaweza, tumekuwa mwema kwako toka ulipokuja, tunaomba utusaidie kwa hili. Ni kweli madamu, unachosema, mmenisaidia kila kitu, chakula cha asubuhi, mchana, usiku na mahitaji mengine, natamani kuwasaidia. Chifu akamwambia, Maduka, sijawahi kukomba msaada wowote, ila kwa hili naomba utusaidie. Ikabidi Maduka awakubalie. Chifu akamwambia, kabla ya kukupa hizo hela lazima tuingie mkataba na usaini, kwa sababu huenda na siku ukarudi na ukasema mtoto ni wako. Akamwambia, kwa hilo usijali, nimezitunza, mbegu zangu ziko nyingi sana na mamilioni ya mbegu. Chifu akamwambia, kabla ya kufanya iko kitendo, naomba muwe karibu ili muweze kuzoeana, ili kishindo kiwe kikubwa. Chifu, usijali, nitapeleka moto ambao hajawahi kuupata. Chifu akamaindi, basi inatosha, wewe nenda kaendelee na kazi zako. Usiku ulipofika, Chifu akamleta Maduka chumbani kwake, huku mke wake kakaa kitandani akionyesha hajafurahishwa kutembea na Maduka. Chifu akamuuliza, mke wangu, uko tayari? Madamu akajiangalia na kumwambia, kiukweli naumia sana kuchangia kitanda na mwanaume mwingine. Sikutarajia kama ingetokea hivi. Nimekuelewa. Nashukuru kama umenielewa. Sawa kipenzi. Chifu akamsogelea Maduka na kumwambia, hebu njoo. Alipomsogelea akamwambia, unaweza kwenda kitandani. Madamu akawa kama anaogopa vile. Kwa hiyo Chifu, nivue suruali niende? Ndiyo, nakuruhusu Chifu, lakini nahofia. Usihofu, wewe fanya nilichokuelekeza. Sasa unaweza kwenda. Madamu anasubiri Maduka aje tu. Maduka akamwambia, Chifu, ungeenda nje sasa. Niende nje? Huyu ni mke wangu, natakiwa niwepo. Mume wangu, usijali, ungeenda nje tu. Maduka akamwambia, kwa sababu ukiwepo hapa HHD yangu itashindwa kusimama. Una maana gani unaposema HHD? Akamwambia, my hammer house of distortion. Nini? Kwa sababu nikiwa naingiza lazima mwanamke apige kelele. Maduka, unatakiwa kumjali na kuhakikisha akeleki. Sawa Chifu, nitajaribu kufanya hivyo. Chifu akamwambia, nakuomba ujaribu mfanye afurahi. Maduka akamwambia, nitajaribu mkuu. Chifu akamwambia, usiogope, wewe mshughulikie. Madamu machozi akawa kama anamtoka, kama hajapenda kuliwa na mlinzi wa getini. Akamwambia, kipenzi, naam, nakupenda. Nakupenda pia. Chifu akatoka. Madamu akamwambia, Maduka, funga mlango, fanya haraka Maduka. Ikabidi aende kufunga mlango. Baada ya kufunga mlango akamwambia, haya njoo, fanya haraka, naomba usipoteze muda, nimezidiwa, vua nguo. Samani madam. Samani ya nini? Nataka nikwambie kitu kabla hatujaanza. Kitu gani iko Maduka? My HHD ni ndefu sana. Okay, naomba nipitishe ulimi kabla sijaingiza ndani. Jamani, mwili wangu tayari umezidiwa. Kwa hiyo unaniruhusu nikulambe? Ndiyo. Maduka, hebu njoo, naomba unifanye nijisikie kama wanawake wengine. Maduka akawa anavua nguo. Maduka, unanipotezea muda wangu ujue.
ujue. Maduka, hebu njoo, mimi nimezidiwa. Nakuja madam. Madam akamvutia kitandani. Mzee yupo mlangoni anasikilizia milio. Anamwambia hebu fungua huu mlango. Mke akaanza kupiga kelele. Usiache hapo hapo Maduka. Nimesema hebu fungua mlango. Madam anapiga kelele. Hapo baby. Chifu huko anachanganyikiwa anasema inatosha. Hebu fungua mlango, namuumiza mke wangu. Madam anapiga kelele. Hapo umegusa penyewe. Mzee akachoka na makelele ya mke wake yanazidi kuwa makubwa. Anatamani asingeruhusu, maana Maduka anapeleka moto tu. Ujue nitavunja mlango, hebu fungua mlango. Baada ya masaa mawili, Chifu akaingia na kumuuliza mke wake, ni makelele gani uliokuwa unapiga? Unaruhusu vipi unatoa sauti kwa nguvu kama malaya? Mpenzi, naomba usinipige kelele. Ndo nini unapiga kelele? Baby, sio makelele. Hebu nyamaza huko. Unapiga kelele kama malaya. Kelele tu. Una maana gani? Sasa ningefanya nini wakati nasikia raha? Nilikuwa sijielewi. Yani kitu alichonifanyia kila mwanamke anatamani kufanyiwa, na nilichofanya wewe ndio umeshauri. Umesema mpenzi, ondomola na Maduka, na ulikuwa unamuomba Maduka hebu fanya na mke wangu na hakikisha anafurahi. Hilo ndio lililotokea mume wangu. Mimi sio akulaumiwa. Mpenzi, nakuomba, nimechoka. Sio vizuri, vyote nimefanya kwa ushauri wako. Adamu akawa analia, Chifu akawa anambembeleza. Basi nimekuelewa mpenzi, yote ni makosa yangu kweli. Adamu akasema yule kijana kabarikiwa. Nini? Ya kwake ni ndefu sana. Mzee akakosa la kusema. Kipenzi, nakuomba chakula, nina njaa. Ndio nina njaa, naomba niandaliwe chakula haraka, nitakufa. Basi ngoja nikakuandalia. Asante kipenzi, nitakufa. Mzee akawa anamshangaa mke wake, hamuelewi mbona kama anamsifia Maduka. Kisha akamwambia, pia usisahau ugali ule uliniahidi kuninunulia mpenzi. Ndio nakumbuka. Akawa anamwambia mume wake, fanya haraka, nakuomba, nitakufa, sio kwa msheneto huu. Alipoondoka, Madamu akawa anashangaa, akajiangalia akawa anajipuliza, maana chini panawaka moto. Akawa anashangaa, angeniua huyu Maduka, maana sio kwa rahisi. Akawa anafurahia, Jesus. Maduka akawa anatoka ndani. Mchumba wake anamuuliza, uko sawa? Ndio niko sawa, tulikuwa tunazungumzia juu ya ulinzi. Mchumba wake akawa anashangaa, mbona visikizo vimefunguliwa? Kwani umetafuna nini mdomoni? Mbona unazungushwa? Hakuna kitu, nilijigonga usoni na mlango. Usijali mpenzi, ngoja niende ndani nikakuchemshie maji nikufanyie massage, nadhani mdomo wako utakuwa sawa. Basi mchumba wake akaenda ndani kumwandalia maji bila kujua Maduka alikuwa chumvini. Asubuhi mzee baada ya kuamka, mke wake anakoloma tu. Akasogea kitandani na kumwamsha. Madamu amechoka, yuko hoi. Akamwambia, unasemaje? Nimekuamsha unipatie penzi. Hebu niache, nimechoka mimi. Kwani kuna tatizo gani? Kikweli sijisikii kufanya. Nakuomba kipenzi, nipe nishenyete. Hapana baby. Unasema unataka mapenzi. Najua utanipandia kwa juu. Kabla sijamaliza mshindo, wewe unamwaga. Unaniacha na upwiri wangu. Unanitia stress. Tafadhali naomba usiniguse, niache nilale. Kwa nini unasema hivyo sasa? Kwa hiyo unadhani nitakulalia juu milele? Kama nilivyosema, sijisikii kufanya na kulala zake. Chifu kakasirika. Kumbe Mada anamuona sasa hivi mume wake si lolote si chochote. Akamuuliza, ungetaka kula nini breakfast? Mzee kafula, haelewi. Akamuuliza tena, utakunywa nini asubuhi? Chifu akanyanyuka bila kusema chochote na kuondoka zake. Akaona huu ni upuuzi sasa, maana anapangiwa kitumbua changu. Baadaye Madam bosi akamuita Maduka sebuleni. Maduka akawa anadundika. Madam akamwambia, Maduka, jamani Maduka. Naam Madam, umenifikisha duniani. Yaani wewe ni mtamu sijapata kuona. Maduka, hebu subiri. Akanyanyuka na kumsogelea Maduka na kumwambia, jana usiku uliniwashia moto bara. Ulivyokuwa unaingiza ulinifanya nichanganyikiwe, nikawa sijielewi. Wewe ni mchapakazi. So mimi ni HHD yangu. HHD yangu ikisimama poa inategemea. Nimeipenda hiyo. Yaani bila masharti napiga hata zaidi ya masaa 3. Kiukweli nimekupenda. Akamwambia, kwa sasa tukifanya Chifu atakataa. Nataka niwe mimi na wewe tu. Nataka unipelekee moto nijisikie. Kumbe Chifu alikuwa anaingia sebuleni. Alipowaona, hi my honey. Maduka, unafanya nini hapa? Karibu kipenzi. Nimekuja kuchukua maji. Umekuja kuchukua maji? Ndiyo mkuu, nimekuja kuchukua maji ya kunywa. Maduka, toka nje ya mlango. Ikabidi Maduka atoke. Akamuuliza mkewe, ulikuwa unamwambia nini Maduka? Sio kitu. Nilikuwa namshukuru tu kwa alichonifanyia jana. Sio rahisi. Sio kila mtu anaweza kufanya kwa ajili yetu. Nilikuwa namshukuru tu. Ni hivyo tu. Naomi. Chifu akamtaja jina lake. Akavua miwani na kumfyonya na kuondoka zake. Baada ya siku kadhaa kupita, mke wa Chifu akaenda hospitali kwa ajili ya kupata majibu ya vipimo vya ujauzito. Daktari akamwambia, hayo ndio majibu yako, unaweza kufungua. Madam akawa anaogopa kufungua. Akamwambia, kama ni habari mbaya ni bora uniambie tu. Daktari, come on, hebu fungua na mikono yako mwenyewe. Madam akamwambia, daktari, nimechoka kusikia habari mbaya. Daktari akamwambia, ongera madam, ni mjamzito sasa. Madam ikabidi ajihakikishie mwenyewe kwa kuisoma na kugundua kweli ni mjamzito. Akampigia simu mume wake, akamwambia, baby, mwenzio nina mimba, nitakuwa na kusubiri nyumbani kwa ajili ya kusherekea. Chifu akamwita Maduka na kumwambia, mwanasheria wangu ameniambia umesaini mkataba. Ndiyo, nimesaini kila mahali nipotakiwa kusaini. Vizuri, basi kutokana na huo mkataba usije siku ukasema mtoto ni wa kwako. Hapana mkuu. Chifu akatoa cheki na kumwambia, hii ni cheki ya milioni 12. Maduka akafurahia. Alipotaka kuondoka akamwambia, kama utahitaji watoto wengine unaweza kuniambia tu, mimi niko tayari muda
wowote. Maduka, unaweza kwenda. Siku iliyofuata Madam upwiru umembana, akamwita Maduka sebleni. Madam, umeniita? Ndiyo. Maduka, unaendeleaje? Niko sawa tu. Madam akamwangalia Maduka kisha akamsogelea na kumshika shati kama anataka kumfunga vishikizo. Akamwambia, sweetheart, je, tunaweza kufanya tena lile tendo? Maduka akamwambia, nishamaliza kazi yako na mshanilipa pesa, na kwa sasa wewe ni mjamzito na unaponigusa HHD yangu inaweza ikasimama. Ujue nini Maduka, napenda unavyosema. Sikiliza Maduka, mimi ndio nitakulipa kwa sasa, tafadhali nakuhitaji. Akamuuliza, je, ulifurahia mara mwisho tulivyofanya? Maduka kwa uoga akamwambia, nisiwe mwongo, kitumbo chako kitamu. Lakini Madam akamzuia kusema, usiseme chochote, nitakulipa $500. Kila wakati utakaonifanya nijisikie vizuri nitakupatia $500, na kuomba twende chumbani kwangu. Akamshika mkono akawa anampeleka chumbani. Leo nitumie utakavyo. Chifu akasema, wewe. Wakashtuka, kumbe baby, mnaenda wapi? No, ngoja nikwambie kilichotokea. Kuna bonge la panya juu linapalamia ukuta, niliogopa, nilipiga kelele, nikatoka nje na kumchukua Maduka ili akanisaidia kumuua. Hebu nyamaza, usiseme tena. Na wewe? Ndiyo mkuu. Kama umesema mkuu, sasa nisikilize. Leo ndio ile siku ya kwanza na ya mwisho kukanyaga kwenye sebule hii. Nisamee mkuu. Nisamee mwenyewe. Na wewe? Alikuwa mkubwa sana. Eti kubwa? Kama kubwa ndio ufanye hivi? Jamani mpenzi, kweli alikuwa mkubwa, niliogopa. Hata ungemwona ungeogopa. Madamu akaona kama amekuwa na harakati za pimbi, mara ya pili anashindwa kufanikiwa. Mzee akakasirika, akamwita beki tatu na kumwambia kuna mtu atakuja kufunga CCTV kamera, na atakapokuja. Madamu akasikia, umesemaje mume wangu? Nimesikia umesema CCTV kamera. Madamu akashika kiuno, ndiyo. Sasa kwa nini unajaniambia? Sina haja ya kujadiliana na mtu, hii ni nyumba yangu. Kwa hiyo kwenye nyumba unaishi mwenyewe, si ndio? Wewe unaishi na mimi, hivyo unapaswa mimi na wewe tukae chini tujadiliane. Hebu niambie, je, kuna shida yoyote mimi kuweka CCTV kamera kwenye nyumba yangu? Hakuna shida. Nimesema mimi na wewe tujadili kuhusu hilo ndipo uendelee. Siwezi kufanya hivyo. Sihitaji kujadiliana. Chifu akasema nimeshamaliza, na kukaa kwenye sofa akiwa kanuna. Madamu akaona hapa kazi ishaharibika, inabidi kutafuta njia nyingine. Usiku Chifu anamwambia mke wake, naomba tufanye mapenzi. Ujue ni muda mrefu sasa umepita tujafanya mapenzi. Hebu niache na kuomba, sipo kwenye mudi mimi, nimechoka, niache nilale. Chifu akasisitiza. Madamu akawaka, ndio mambo gani unafanya sasa? Mimi ni mjamzito. Kufanya ina maana hiko ndio kitu pekee kilichokuwa kichwani kwako? Wewe unajua na mimba, ukitoaje mpaka tutafute mtu mwingine na kuiweka? Kama nilivyokuambia, nimechoka, nataka nilale, siko kwenye mudi kwa sasa. Chifu ikabidi anyanyuke kinyonge na kwenda bafuni kwenda kujishukulia sheria mkononi. Asubuhi Maduka yupo na mchumba wake. Madam bosi akawa anatoka, akamsalimia, Maduka, naomba fungua geti na uingie kwenye gari, kuna sehemu nataka unisindikize. Fungua geti na uingie kwenye gari. Maduka akamwita Madam, nani sasa tabaki hapa? Mchumba wako atakusaidia. Ikabidi Maduka akamkabidhi mchumba wake panga na kumsisitiza awe makini. Maduka akafungua geti na kurudishia, kisha kaingia kwenye gari na bosi wake, akimwacha mchumba wake akimsaidia ulinzi. Baadaye Chifu anarudi baada ya mchumba wake Maduka kufungua geti, akamsalimia Chifu. Chifu akamuuliza, yuko wapi Maduka? Wametoka na Madam out. Wametoka out? Wameenda wapi? Kiukweli sijui walipoenda. Chifu akachafukwa na kuingia ndani, kashaona hapa kuna jambo linaenda kutokea. Mzee sebuleni akawa atulii, anatembea huku na huku, akaamua kukaa, maana simu ya mke wake nayo haipatikani. Mara mke wake anaingia huku anaongea na simu. Wewe unatoka wapi? Ikabidi amwambie anayeongea na simu, nitakupigia baadaye. Hivi wewe ni kiziwi? Nimekuuliza unatoka wapi? Kwa nini unafoka? Unaniumiza masikio, sio vizuri kwa mtoto. Nitakupiga sasa hivi kama usiponijibu. Si unataka kunipiga? Nipige sasa, nipige basi, ili ukitoe hiki kiumbe kilichopo tumboni. Unanifanyia kama mwanamke ambaye hujanioa. We vipi? Nipige basi. Hivi wewe ni chize? Naomi, ngoja nikwambie kitu, mdomo wako utakuponza. Hata uongee kama kasuku, mimi sijali. Ninachotaka pekee unijibu, unatoka wapi sasa hivi? Kama ukishindwa kunijibu utanijua mimi ni nani. Kama una shetani, mimi ni zaidi ya huyo. Ikabidi amwambie nilienda kununua nguo za mtoto. Chifu akamuuliza, umeenda na Maduka? Akamwambia ndiyo, yule si baba wa mtoto. Hebu nyamaza huko, nitakupiga makofi. Usirudie tena kumtaja huyo Maduka. Kumbe anakutia jeuri. Mzee akatoka nje, mkewe ikabidi amfuate. Huku nje Maduka yupo na mchumba wake. Chifu akamwita, Maduka. Ndiyo mkuu, hebu njoo hapa. Alipomkaribia akamuuliza, ulienda wapi na mke wangu? Umefanya nini na mke wangu? Kabla hajamjibu akamtia kibao, akadondoka kwenye gari. Kama nitakuona na mke wangu tena nitakuua. Ingia ndani, chukua vitu vyako na uondoke, kisha kufuta kazi. Madamu akamtetea, hendi popote. Maduka, baki hapo hapo, hakuna kwenda popote. Kwa hiyo unanijaribu Kwa nini unamfokea hivyo badala ya kuniuliza mimi? Kama Maduka ataondoka kwenye nyumba na mimi naondoka. Naomi, nitaondoka, nitaimba kama ndege juu ya uchafu tuliofanya. Kila mtu atajua kila kitu. Maduka haendi popote. Kwa hiyo unanijaribu, si ndio? Au zimekuruka kichwani? Wakawa wanagombana. Chifu akamwambia sawa, nataka nikuone ndani sasa hivi. Nimesema sasa hivi. Maduka akasema msamee Madam. Madamu akamsogelea na kumgusa shavu. Vipi, umeumia sana? Hebu toa mkono wako. Mchumba Maduka akafoka, akaona hapa kuna kitu hakipo sawa. Unathubutu vipi kutoa mkono wangu? Hivi umechanganyikiwa? Unamshikaje hivyo? Kwani ni mume wako? Basi kipenzi, kuwa mpole. Namchukia huyo. Hebu mwambie huyo mshamba wako awe makini. Kwa nini unafanya hivi sasa? Sasa nakushikaje hivi? Alafu anashusha mkono mpaka kwenye shingo yako. Mchumba wake akamaini. Alivyoingia ndani, Madam ugomvi ukaendelea. Hivi umechanganyikiwa? Hapana, sijachanganyikiwa.
umechanganyikiwa, kwa hiyo unashindana na mimi kwenye hii nyumba? Kwa nini umemwambia aondoke? Kwa nini sasa? Nimemlipa milioni 12. Ndiyo. Akamwambia kwa hiyo unafikiri milioni 12 zinatosha kumpa mke wako mimba? Sikiliza, utakiwa mshukuru sana yule kijana. Haiwezekani kama anaendelea kulala na mke wangu. Mbona hajaniomba nilale naye? Hata siku moja hajaniomba. Kwa hiyo umeamua kutoka naye nje kwa sababu unajua kuna kamera ndani nimefunga, si ndio? Sikiliza, nimetoka naye shopping kwa sababu nitaka mtu mwingine wa ziada kunisaidia. Acha kusema huo upuuzi. Akamwambia chifu, sikiliza, hizi hormone za mimba zinanifanya niongee sana. Naogopa nisije nikaongea peke yangu alafu watu wakajua nimechanganyikiwa. Kwa hiyo nikamchukua tutoke ili niwe na mtu wa kuongea naye. Ni hivyo tu. Naomi, ina maana umesahau niliposema sitaki kukuona naye karibu tena? Akamwambia ujue hizi hormone za mimba kuna wakati zinanifanya nisahau. Akafoka, usijaribu kusema tena hormone zake mbele yangu, nitakutia makofi. Mke wake akakasirika na kuingia ndani, akimwacha chifu haelewi, maana yeye hapewi kitumbua, anahisi Maduka huenda akapewa. Usiku mchumba wake Maduka anamfuata Maduka na kumwambia, ujue na wasiwasi asije akakupiga tena, mbona unaongea hivyo? Nishakwambia hakuna lolote litakalotokea. Wakati wanazungumza, Madam Boss akatokea ndani na kumwita Maduka. Naam madam, hebu njoo. Mchumba wake anamkazia macho tu, akamwambia hebu subiri, mimi nitaongea naye. Mchumba wake akamfuata Boss Lady na kumuuliza nini unataka kutoka kwa mume wangu? Akamwambia sijakuita wewe, nimemwita Maduka. Tuko sawa sasa, unaweza kuniambia tu unachotaka kumwambia. Akamfyonya Maduka, hebu nakuomba njoo. Akamwambia Maduka, hebu baki huko, kwani kuna nini kinaendelea au kuna kitu mnafanya hivi? Umeuka mimi? Kwani nimekuita wewe? Wakati mchumba Maduka ataka kuongea, Madam Boss akamtia kibao, akarudisha bonge la kibao mpaka akataka kudondoka chini. Akashangaa, unanipiga? Maduka ikabidi atetee, unafanya nini sasa? Akamwambia wewe mwanamke, ondoka kwangu sasa hivi. Siondoki. Akamwambia naingia ndani, nikirudi nikimkuta wewe mwanamke hapo atakwenda kulala lumande. Madam Boss alipoingia ndani ikabidi Maduka naye aingie ndani akamwombea msamaha kipenzi chake. Yaani wewe unaangalia mpenzi wako ananipiga kibao? Nakuomba madam usite polisi, asipoondoka atakwenda kulala kituoni nakwambia. Wakati wanaongea chifu akatokea. Maduka, unarudia tena? Madam akachukua simu. Mkuu, anataka kupiga simu polisi wamchukue mke wangu. Kipenzi, nahitaji namba DPO. Tunatakiwa kumkamata mchumba wake huyu kijana. Uwezi amini, mchumba wake amenipiga kibao. Kakupiga wewe? Ndiyo kanipiga. Chifu akampiga bonge la kofi. Hivi umechanganyikiwa? Mnampigaje huyu? Maduka akawa anajitetea. Mzee akataka kumpiga mangumi, ikabidi akimbie. Chifu akaamua kumfuata huko huko kama mbwai na iwe mbwai. Chifu aliporudi akamwambia mpigie DPO, kanipige kibao. Chifu akawa anambembeleza mke wake. Usiku chifu na mke wake wamelala. Mke wake akawa anatoa miguno kama anapelekewa moto. Yes, hapo hapo usichomoe. Miguno ikawa inazidi. Chifu akashangaa, nini tena? Maduka usitoe. Chifu akakaa vizuri. Baby taratibu, nakaribia kukojoa. Yes baby, yes baby. Chifu akawa anamwangalia usoni anavogugumia. Jamani Maduka. Chifu akamwamsha. Naomi amka. Akashtuka. Hivi umechanganyikiwa au nini? Hivi uko sawa? Mbona unapiga kelele? Kwani kimetokea nini? Kumbe ndivyo alivyokutawala. Sasa anaenda kumuua. Subiri. Chifu akanyanyuka kitandani. Naomi haelewi ni nini kimetokea. Jamani unazungumzia nini kipenzi? Naomi akawa haelewi. Akashangaa chifu kachukua silaha. Ikabidi Naomi naye anyanyuke amfuate. Maduka yuko nje na mpenzi wake anapiga story. Chifu akatoka na bastola. Hebu njoo hapa wewe mpumbavu. Sali sala zako za mwisho. Wakati chifu anamkaribia Maduka, Madam akatoka mbio mlangoni, bahati mbaya akadondoka chini na kushikilia tumbo lake na kulalamika, naumia. Madam Boss akawa anapiga kelele za maumivu wamchukue na kuamua kumpeleka hospitali. Baada ya kumcheki Naomi, daktari akamwambia chifu, tuna habari mbaya. Akamwambia mke wako yuko salama, lakini tumepoteza mtoto. Unasemaje? Pole sana. Mzee akawa anawaza itakuwaje. Itabidi arudi tu kwa Maduka, maana ndio mwenye mbegu na anayemkubali. Maduka na mchumba wake ikabidi waondoke na kwenda kuanza maisha mapya sehemu nyingine. Baada ya miezi kadhaa kupita, chifu na mke wake Naomi wakakubaliana ni bora wakachukue mtoto kwa watoto yatima na kumlea kama mwanao. Wakafurahi sana huku wakipigana mabusu, na chifu akaahidi kuendelea na matibabu ya IDF mpaka pale atapofanikiwa mbegu zake kuzalisha yai itakalofanya mke wake apate ujauzito. Naomi akamwambia chifu, ningependa kukomba msamaha kwa kila kitu nilichokufanyia huko nyuma, kwa sababu hakustahili. Yale yote yaliyotokea kati yangu na Maduka, naomba unisamehe kipenzi. Chifu akamwambia usijali, mimi nilikusamehe muda mrefu. Wakagonga glasi na kunywa huku akiwa na tabasamu. Naomi akamuuliza chifu, kipenzi, lini sasa tutapata Getmani mpya? Chifu akashtuka asije akatokea ya Maduka. Na huo ndio mwisho wa hii movie inaitwa Forever in Your Eyes. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya Swahili_Recap.